kule Magena. A petty girl, 5 years. You can imagine 5 years. Na mtu ambaye amemnajizi yeye, sasa hii unajua nimekumbuka tu vile naongea. Wamenajisi mtoto wa miaka 5, huyo kijana akakamatwa, akapelekwa kwa polisi. Kijana amejifanya yeye ni wazimu kwa sababu ameambiwa ni wazimu, akapelekwa hospitalini. Lakini mbunge mmoja anatishia maafisa wa polisi ambao walikamata yule kijana ama yule mwanaume, hata sio kijana, mwanaume mzima, anawatishia. Mimi nashindwa, nataka niulize ni nini imefanyika Kisii? Why is it that some people think they're above the law? 5-year-old girl raped by an unknown individual and arrested. Then a politician takes the phone, start threatening the police officers that person cannot be taken to court. More, sisi tumesema mtu ambaye ananajisi watoto wadogo anafaa kupewa adhabu ya maisha. Mimi nataka niwaulize tafadhali, tukemee pepo mbaya ambayo imeingia katika viongozi ambao hali yao hawataki kuona kitu kizuri kifanyika, especially wale watu sigania kama Antoine. You are young people, you are on social media, you are an influence positively. Hiyo mara nyingine ndogo watu wanataka kufanya, tuachane nayo. Kwa Antoine nitaki temba sawe, as young people, this generation, the community depends on you. By all means. Dhambi ambayo shetani lazima ashinde. Awapige hapa. Shetani lazima afanye nini? Ashinde. Na hawezi kufanya mchezo kiroho na shetani. Shetani ni mbaya. Shetani ni muuaji. Shetani atafanya maovu mengi katika wananchi. Tutaomba tafadhali, unapotuombea kama hivi, uombee dhambi hii ambayo imekuja Kisii. Tunaijua? Nasikia hawa wanajua hiyo dhambi, na nyinyi mtatuombea hiyo dhambi fanye nini? Nimeuliza pale chini afisa wetu, wana county commander na maafisa wao, tafadhali tufanyie wananchi wetu haki. Kama ambao walikuwa wanachukua forms, wajawazito, wengine walemavu, watoto walikuwepo, risasi zilipigwa, kina mama walivunjika. Daktari Matigo yuko hapo, watu wametibiwa hospitali hii. Daktari Simba hapo, watu wametibiwa hapo. Huyu mama, huyu daktari, nataka tu daktari huyu. Daktari Tomba yuko hapo. Mungu ndiye asaidia. Alikuwa nyongwe yule daktari mdogo mwingine mpaka kisu, alidungwa kisu kwa sababu ya kubeba mashine kufanya kazi. Wale ambao walihusika katika huo nyama hadi wa leo hawajakamata. Kipindi kingine ambacho kilitokea ni kwamba watu katika mikutano hivyo dhambi, naomba tafadhali niombee. Huyu Mungu anasema Kisii, Dr. Mtoka anasema Kisii, hao kwa na mahali pa kutoroka. Na wote wanaumia katesi ya wale